nafikiri sasa ndo tunaanza mkutano wetu, na mkutano leo utakuwa na awamu mbili. Awamu ya kwanza ni project overview, maelezo ya kuhusu mradi, na awamu ya pili vile vile tuna karibu miezi 10 kama 11 ya mradi. Vile vile tutapeana ripoti ya fedha za kimradi kutoka mwaka jana mwezi wa 9 tulipokea ile fedha mpaka kufikia huu mkutano wa leo, ni shilingi ngapi tumezipokea na ngapi zimetumika na ngapi bado na vitu gani bado hatujavitekeleza. Vile vile unisikilize kwa makini yale yatakayoongewa. Baada ya nusu saa yatageuka kwa maswali ambayo hayo yatatuongoza kupeana hizi t-shirt. Ni nyingi, lakini kama nilivyotangulia, shilingi mwanzo labda zitapeanwa kesho ama kuendelea, lakini leo kama tunazizindua. Kwa hiyo kuna maswali karibu 10, atakaye tambua ama atakayeshinda swali hilo ataweza kuondoka na t-shirt kwa wakati huu hivi sasa. Kwa hiyo tuwe makini tuweze kusikiza hii maelezo ya mradi. Haya ndio yatageuka kwa maswali. Kama ninavyotangulia kusema ama ninavyopenda kusema ya kwamba Jibo BMU ni shirika la kijamii ambalo lilianzishwa mwaka 2007 chini ya kifungu cha sheria namba 378 na maamrisho ya uvuvi ya mwaka 2007. Jibo BMU ina malengo 8 ambayo yalifanya mpaka sisi tuwe hapa ama kuunda kwa Jibo BMU. Lengo la mwanzo ni kuboresha usimamizi katika sekta hii ya uvuvi, mazingira ya majini. Pili ni kusaidia ama kusupport maendeleo endelevu katika sekta hii ya uvuvi. Tatu, ikiwemo ni kuepusha migogoro katika sekta ya uvuvi. 4, ikiwemo ni kujiendeleza kiuchumi kwa wakaaji wa jimbo. 5, ulinzi wa viumbe vinavyokuwa kwenye hatari ya kuangamia. 6, usawa wa jinsia, kuleta usawa wa jinsia. 7, kuleta hamasa dhidi ya mihadarati na ulevi. 8, kuleta mbinu mbadala ya kujikimu kimaisha kama vile ukulima wa vilimbe. Hayo ndio malengo 8 ya Jibo BMU, kwa nini iliundwa na kwa nini inaendelea kufanya kazi. Hayo ndio malengo 8 ya Jibo BMU. Shughuli ambazo BMU ya Jibo inajishughulisha nazo ni ambayo imetukusanya hapa, moja ikiwa conservation at large, yani uhifadhi kwa jumla, ambapo kuna uhifadhi aina 3 tunafanya. Moja ikiwemo restoration ya mangrove, seagrass na corals, yani ulinzi ama upanzi wa mikoko, matumbawe na nyasi bahari. 3 pili ni masuala mazima ya usafishaji wa ufuo na usimamizi wa uchafuzi wa mazingira. 3 ni masuala mazima ya ulinzi wa rasilimali ya bahari kwa upande wa doria, yani monitoring, control na surveillance, ndio shughuli ambazo tunaikita nazo. Hivyo basi Jibo BMU kupitia mradi huu iliangazia sana masuala mazima ya usimamizi wa masuala ya uchafuzi wa mazingira na masuala mazima ya uhifadhi wa rasilimali hii ya bahari. Hivyo basi Jibo BMU mwaka 2024 iliweza kutengeza maombi ya mradi kwa jina ya kimombo ni proposal, ambayo iliweza kuomba kiwango cha shilingi milioni 2.6. Fedha hizi tuliomba kutoka kwa Global Environmental Facility Small Grant Program, kutoka United Nations and Development Project, yani GF Small Grant Program. Ni mfuko wa mazingira wa kidunia na ni mfuko mdogo, na ni fedha ambayo ukipewa hairudishwi, yani ni grant. Grant ni fedha ambayo utakapopewa si fedha ya kurudishwa. Kwa hiyo wametumia SGP, yani Small Grant Program. Ni mfuko mdogo ambao unapewa kupitia shirika la Umoja wa Mataifa, United Nations and Development Project, kupitia shirika la kijamii la Community Action for Nature Conservation, yani CANCO. Hao ndio walisababisha sisi kuweza kupata ufadhili huu. Ufadhili wenyewe ni wa shilingi milioni 2.6. Milioni 2.6 hizi, kuna shughuli ambazo tunatekeleza kati ya mradi huu. Mwanzo, tulipoandika proposal hii tuliweza kuweka kichwa cha mradi, yani project title. Huu mradi huu tukitembea tunasema ni conserving seagrass habitats, improving community ecotourism and waste management. Uhifadhi wa nyasi bahari, uendelezaji wa utalii wa kijamii
na usimamizi wa uchafuzi wa kimazingira. Conserving seagrass habitats, improving community ecotourism and waste management. Sikiliza, labda wote ni swali katika maswali. Kwa hiyo project title, kichwa cha mradi ni uhifadhi wa rasilimali ya nyasi bahari, kujiendeleza kiutalii na uchafuzi wa masuala ya kimazingira. Ufadhili huu ni wa shilingi milioni 2.6 na kuna shughuli 10 mpaka 11 ambazo zinatekelezwa na mradi huu. Ya kwanza ni malipo ya project manager allowances ambao wanalipwa shilingi 20,000 kwa mwezi. Kwa jumla ya mradi huu utafanywa ndani ya mwaka mmoja na miezi 6, lakini sisi kama jimbo BMU tulisema tutatekeleza mradi huu kwa mwaka mmoja kamili, ambapo jumla ya fedha ambazo tutaitumia kulipa mradi ni shilingi 240,000. Shughuli nyingine ambayo inatekelezwa na mradi huu ni Project Implementation Committee. Ni ile kamati inayokalia mradi au unasimamishwa, ni fedha wanaolipwa kwa vikao vyao, ambapo ni shilingi 100,000 ndani ya huu mwaka. Wakikaa kuratibu kama haya yanayofanyika, ndiposa wanaweza kulipwa ndani ya shilingi 100,000 ya Kenya, ambapo kila kikao wanalipwa shilingi 8,000, si kwa kila mmoja, ni fedha jumla. Kwa hiyo kama ni watu 10 ni shilingi 800 kwa kichwa, kama ni watu 12 ni 700 kama hiyo. Shughuli nyingine ni masuala mazima ambayo yalikuwa ni ya kujitolea. Kwa mfano, purchase of stationaries, hii BMU ilichukua ni jukumu lake na BMU ndio itasaidia mradi kwa upande huo. Shughuli nyingine ni masuala mazima ya masuala ya nauli, traveling allowances, ile kwenda banki ni BMU ndio inasaidia. Labda wakati umefika mradi unataka fedha na fedha iko benki, kwa hiyo wanasaidia kupeana pesa ya usafiri kwenda benki. Hiyo pia ni tunasema ni co-financing, ni njia ile ambayo mradi nao unasaidia. Mradi huu ni wa shilingi milioni 2.6, lakini nayo jamii ama BMU inatakiwa irais 2.6 milioni, kwa sababu mradi huu ni two-way trafficking. Huyu anapeana na huyu anapeana, na wote wanapeana 50%, 50%. Shughuli nyingine ni purchase of demarcation materials, ununuzi wa vifaa vya kuweza kuwekea alama kule katika maeneo yetu ambayo tunahifadhi, maeneo ya Jibweni Bazo. Kama tunavyojua, sehemu yetu ya hifadhi kama Chengevu ni Jibweni Bazo, ambapo iko na hekari 56.7, ambapo tunahifadhi matumbawe na nyasi bahari pale. Kwa hiyo hapa napo kuna fedha ambayo ni ya ununuzi wa vifaa vya kuweka alama katika maeneo. Kwa waliowahi kufika kule, tayari tulitengeneza mananga, tulinunua kamba na maboya, tayari wanaopita kule wanaona inatambulika ni eneo gani ambalo ni la Jibweni Bazo na limetengwa, halitumiki kwa huo muda. Pia jua ya kwamba Tengefu ile yetu ni ya Tanzania wanasema ni sehemu iliyopumzishwa kwa muda, ni seasonal closure. Inafungwa miezi 10, inafunguliwa miezi 2. Mwezi wenyewe ni wa 2 na mwezi wa 3. Kutoka hapo umefungwa na muda wa utendaji kazi ni kuanzia saa 2 mpaka saa 5. Kwa hiyo inafungwa kwa muda, inafunguliwa kwa muda. Shughuli nyingine ni ya purchase of protective gears, ununuzi wa vifaa ambavyo vitaweza kusaidia kufanya shughuli zetu kule. Kwa mfano, mask snorkels, yani ni miwani za kuzamilia, viatu vya kuogelea, parapera tunaziita, vile life jackets, na hili nalo limekamilika. Hizi vitu viko kwa ofisi tayari, kuna vioo vimenunuliwa, kuna hizo viatu za kuogelea na life jackets pia tayari zimenunuliwa, ziko kwa ofisi ya BMU. Kwa hiyo activity hii nayo imekamilika. Shughuli nyingine ambayo inatekelezwa na mradi huu ni training on MCS tourism and waste management, mafunzo kuhusiana na masuala mazima ya doria, masuala mazima ya utalii na masuala mazima ya usimamizi wa uchafuzi wa kimazingira. Activity hii bado haijafanywa kazi kwa sababu kuna kitu ambacho tunasubiri kutoka kwa wafadhili, hususan upande wa tourism. Hii upande wa tourism ni masuala mazima ya utalii. Tuna kitu tuliitishwa tutengeneze mpango biashara, hiyo tunaisema ni business plan, tupeleke kwa matajiri zetu UNDP, alafu wakijibu kuna vitu ambavyo tutapurchase, vile trainings zitafunguliwa. Kwa hiyo kwa sasa bado masuala ya tourism, masuala ya MCS na masuala ya management hatujafanya hiyo training.
Shughuli nyingine ni conducting patrols, jinsi gani ya kuendesha doria. Alhamdulillah, nafikiri kwa waliopata fursa ya kuweza kwenda, tumeweza kufanya doria toka mwanzo wa mradi huu mpaka kufikia sasa hivi, bado tunaendelea na hizo doria. Shughuli nyingine ni awareness campaign. Awareness campaign ni mikutano ya hamasa, kama ambapo leo tunahamasishana hapa. Mimi naeleza mradi, lakini wenzangu watakuja nao watazungumza zaidi kuhusiana yale rasilimali ambayo tunayahifadhi ama tunayalinda. Kwa hiyo shughuli hii pia ni miongoni mwa shughuli za mradi huu ambazo tulizisema, na awareness hii tunaifanya along 3 villages: Jimbo, Vanga, Kiwegu na Yasiri. Na tukimalizia hii kwa upande wa Jimbo, huenda leo ikawa ni awareness ya mwisho, kwa sababu ni awareness 12 ambazo vijiji vinne ni awareness 3 kila kijiji. Kwa hiyo nafikiri tulifanya mara ya kwanza Jimbo, tukafanya mara ya pili, na leo ni ya mwisho, awareness ya mwisho kwa huu mradi. Shughuli nyingine ni purchase of publicity material. Publicity materials nafikiri kama ni vitu vya kujitangaza. Kama kuna watu wameangalia labda hapo nje tukakijia, kuna hilo bana limeeleza taarifa za mradi, ni kina nani, tunafanya nini. Vile vile purchase publicity nyingine material, hizi t-shirt ambazo tumevaa leo, ni ujumbe ukokota kwenda kutaangalia, tataona huko kuna Jimbo PNU, huko kuna small grant program, alafu nyuma kuna ujumbe huko nyasi zetu, mazingira yetu, maisha yetu na nembo zao wafadhili. Pia mnatajua moja kwa moja hawa Jimbo PNU ama Jimbo mradi wamefadhiliwa na watu gani. Shughuli ya mwisho ya mradi ni purchase of waste management materials, ununuzi wa vifaa vya kufanyia usafi kwa masuala mazima ya usimamizi wa uchafuzi wa mazingira. Hapa vitu ambavyo pia bado hatujaweza kupurchase ama kununua, lakini quotation tayari tumefuatilia, ni yale madustbin makubwa ambayo tutakuwa tukimwaga takataka, ni mareki, mashepe na majembe kwa ajili ya masuala mazima ya uhifadhi wa mazingira ama usafishaji wa fuo zetu na mji kwa ujumla. Hizo ni shughuli 10 ambazo zinatekelezwa na huu mradi. Pia hapa tulipata fursa baada ya kupokea fedha ya pili. Fedha ya mwanzo tulipokea 767,067 na mamia, ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 9, na tulitumia kwa hizo shughuli mpaka tukamaliza. Juzi tarehe 30 mwezi wa 9 tumepokea shilingi milioni 1,05,044. Hizi watu wa UNDP waliangalia ni fedha nyingi, na kwa hizi shughuli ambazo tunazitekeleza, hii ni fedha ambayo itabakia. Kwa hiyo walitupa fursa ya kuweza kuongeza huu upande wa utalii, tukuze utalii ili Jimbo ionekane ki-county, kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo wakasema focus masuala ya utalii. Kwa hiyo wametupa fursa tuweze kuongeza vitu ambavyo tungetaka kwa ajili ya kuweza kujiuza sisi. Alhamdulillah, tulikaa, kuna vitu ambavyo tumevizungumzia, ni rasilimali ambayo itakuwa ina attract utalii. Vile vile baada ya mradi huu itakuwa ni faida kwa jamii ya watu wa Jimbo, vile vile itakuwa ni faida kwa BMU. Kwa mfano tumeprocure wenzetu wanaziita ni tolwa tents, zile canvas, yale mahema ambayo tunaona kwenye mashughuli zile. Tumeprocure tayari tents 2 ambazo tutakuwa na uwezo wa kuchukua viti 100 kila tent moja. Vile vile shughuli nyingine ama asset nyingine ambayo tumezungumzia ni tutanunua zile viti kama zile za VBF, umeziona jana hapo kama makochi yale, viti 100. Vile vile tutaweza kununua zile wanaita camp tents, zile tent ambazo mtu anaweza kukodisha akaenda akalala ufukweni ama akaweza akalala kama nyumba. Zile nazo tutanunua kama tent 6. Alafu vile vile tutanunua hizi meza za kukunja za plastic, meza 6 kwa ajili ya kufanyia biashara yetu ya utalii. Vile vile tutanunua vyombo, wazungu wanasema ni utensils, kama majiko yale, wale ambao wameenda mafuoni mule wakaona watu wanafanya aidha wanachomea miogo ama samaki ama nyama. Majiko yale, uma zile za kulilia, vijiko na vitu vyote ambavyo tutakuwa tunatumia kwa upande wa kama masuala ya kihoteli. Hiyo ni katika masuala mazima ya kuweza kuboresha masuala mazima ya kiutalii. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo hatuja purchase, tunasubiri approval kutoka kwa UNDP, lakini nafikiri mwisho wa hii wiki ambayo ni leo tutaweza kupata fursa, na penginepo mwanzo wa mwezi wa Disemba tutaanza kununua hizo vitu. Kabla ya kupoteza muda,
Malengo makuu sisi ya kuweza kuhifadhi lile eneo ni kwa ajili ya ongezeko ya kipato pale. Kama mnavyojua, corals ni mazalia ya samaki, vile vile nyasi bahari ni mazalia ya samaki. Kama ambavyo tumeweza kuadhiwa toka jana na BBF na shilingi alikuwa akitangaza, pia pale lengo kuu zaidi ni masuala mazima ya biodiversity credit. Yale masuala ya hewa kaa ya nyasi bahari ni mradi wa kimataifa ama wa kidunia ambapo umeanzwa na jamii ya jimbo na Vanga. Naamini dunia baadaye itaiga maeneo hayo. Kwa hiyo sasa hivi tumeweza kupokea fedha ndogo kutoka kwa philanthropy. Philanthropy ni wahisani kutoka duniani, kila nchi ambao wanaweza kusapoti sisi kuweza kulinda rasilimali, ambapo ufadhili wenyewe unafadhili doria na hamasa. Hii ni ya mradi, lakini tayari pia kupitia Vanga Seeders Project tuna hizo hamasa ambazo tunafanya kila wakati, ila jimbo hujaziona za Seeders kwa sababu jimbo tuna mradi unatusaidia, tukaona tuongeze nguvu kwa maeneo mengine yale ambayo hayana ufadhili huu. Kwa hiyo vikao kama hivi ni finyo upande wao. Kwa hiyo lengo kuu ni kutarget baada ya muda fulani, mwaka mmoja na miaka miwili, tutaweza kuuza hewa kaa nyasi bahari, vile tutaweza kufaidi kama faida zile ambazo tunazionea kwa wageni waliotoka nje. Nafikiri wakiingia pale kwa jimbo ECD wanaona imekaa kama ECD ya kweli, ule ufadhili wa Vanga Blue Forest, na ni kwa njia kama hizo. So ni matumaini yetu mwaka 2026-27 pia kupitia Jibweni Bazo, kama kupitia uhifadhi wa nyasi bahari ya Jibweni Bazo, vile vile tutaweza kuongeza fedha zaidi katika maeneo yetu. Hivyo basi hizi hamasa niweza kutambulishana na kuambizana kwamba pale kuna hekari 56.7, lengo ni hilo la kuongeza kipato kupitia masuala ya mzima ya hewa kaa nyasi bahari, kupitia kuongeza kipato kwa ongezeko la samaki kwa sababu ni mazalia ya samaki, vile vile masuala mazima ya corals au matumbawe ni kwa ajili ya kuongeza kipato mara mbili. Ni mazalia ya samaki, vile vile yana attract utalii. Kwa wale watafiti ambao waweza kufanya utafiti katika maeneo yetu, wameona pale kwa Jibweni Bazo kuna ubora, kuna nyasi aina 7 ambazo zinapatikana jimbo Jibweni Bazo Tegefu kuliko kule Kisempunguti. Vile vile kuna corals aina 6 ambazo zinapatikana hata Kisempunguti hazipatikani. Kwa hiyo possibility kubwa ya kuweza kupokea wageni ama watafiti kuweza kujaona mazalia yale ya matumbawe na nyasi bahari yako aula katika Jibweni Bazo. Pia tunaweza kuona na baadhi ya watu ambao wakazama wakaona ile Tegefu ya jimbo kusema kweli sahihi imeboreka, lakini msingi tushirikiane tuweze kulinda ili kusiweze kuharibiwa kwa maslahi ya watu wa jimbo na jamii ya watu wa jimbo na vizazi vya watu wa jimbo vinakuja. Pili, masuala mazima ya corals. Corals kisayansi, corals cover duniani ni 1%, yani 1% duniani, lakini biodiversity ama viumbe hai vinavyopatikana kwa corals ni 25%, kuonyesha kwamba zile corals zinazaa ama zinaleta viumbe hai zaidi kuliko ecosystem nyingine. Kwa hiyo kuwepo kwa matumbawe mingi katika maeneo yetu yataongeza kipato. Nikuonyesha ya kwamba zile corals worldwide kama zitaongezeka zifike labda 3%, ingekuwa viumbe hai vinavyoliwa na visivyoliwa vingefikia 75%. Kwa hiyo bahari yetu ingekuwa ina mazao mengi na mazuri zaidi kuliko ilivyo sahihi kwa sababu ya zile corals. Kwa hiyo ni jukumu letu tuweze kulinda yale matumbawe, tuweze kulinda nyasi bahari kwa maslahi yetu na maslahi ya vizazi vijavyo vya jimbo. Kama nilivyotangazia, hii ni pekee ni awareness ya mwisho labda ya kufunga mwaka. Tunatarajia pengine kufanya tarehe 12 mwezi wa Disemba ambayo tutafanya Vanga Town Center. Otherwise mimi naombeeni watu wa jimbo tuweze kushikamana ili tuweze kujivunia miradi ya kimaendeleo kama hii. Ni fahari kubwa kwa jamii ya jimbo kwamba iliweza kupata GF6 Global Environmental Funds ya awamu ya 6 ambao tulikuwa na malengo mawili: strengthening MCS capacity and enhance enforcement, masuala mazima ya doria na provision of alternative livelihood through establishment of mangrove nursery, ambazo ukifika kule kuna miche tumepanda mingi, ilikuwa ni awamu ya 6 na hii awamu ya 7 nayo tumepata, ambazo malengo yetu ni awamu 3: conservation of seeders habitats, improving community tourism and waste management. Hayo ni malengo ambayo ni hii awamu ya 7 na tunatarajia kupiga bao pia awamu ya 8 ya mradi kama huu. Kikubwa zaidi ni kushirikiana kuona haya yote ambayo tumefanya, wakija wenyewe watafiti wakaona waweze kuona ni kitu gani kimefanyika. Nafikiri tarehe 4 mwezi wa 10 tulitembelewa na wafadhili wakuu kutoka UNDP
na walikuja kuona kile ambacho kimeweza kufanyika. Alhamdulillah, kitu ambacho sisi kinaonekana kwa macho ni ile tengefu ambao waliweza kwenda, walizama na waliona improvement tofauti na tengefu zingine katika maeneo yetu haya. Otherwise, naomba sote tuwe walinzi ili tuweze kushirikiana ile eneo letu mlinde inavyostahili. Acha nikombe hapo, niwape fursa wale ambao wameandaliwa kuweza kusisitiza ama kuzungumzia swala zima la huu mradi na yale mambo ambayo tunafanya ya kimradi. Otherwise, I say thank you and God bless you all. Asante.